Kuna mtu mmoja aliandika, alisema dunia inahitaji zaidi ya muonekano. Yani zaidi ya muonekano wako, zaidi ya gari yako, zaidi ya nyumba yako. Utanionyesha mimi gari yako leo, mimi na gari kali natembea nalo. Dunia inahitaji gari yako bro. Muonekano wako hauwezi kutatua. Dada zangu na kaka zangu, niambie kuna warembo wangapi hapa duniani? Mitandaoni ukiingia wapo warembo mpaka wasema hey, haki ya kweli. Lakini urembo wake unatatua tatizo lote la dunia? Ndio kwanza unaongeza tatizo. Kuna wanaume wangapi wanaingia gym, wanaweka mwili fulani unatokea na muonekano fulani hivi. Lakini je, muonekano wake unatatua tatizo? Dunia ina matatizo mazito ambayo ama tatizo unahitaji wewe uyatatue. Gari yako haiwezi kutatua, muonekano wako hauwezi kutatua. Sasa wote tukiwa na mindset moja ya kumtaka Mungu, hii dunia inapinduka hii pinduka. Yani sisi ndio tunakuwa tunaiongoza. Asikwambia dunia inahitaji majibu. Watu wanajikaza tu jamani. Huko nje watu wanajikaza tu, wanajifanya wanatokea vizuri, wanapendeza, lakini kimsingi wakikaa usiku kwao chumbani wanalia machozi. Hamna majibu, hakuna. Kwa sababu pesa wanazo, majibu hawana. Wanakuja kugundua kwamba pesa nalo sio jibu. Kuna watu wanaishi hawalali, hawezi kulala. Yani yeye hawezi kulala, inabidi anywe pombe ili asilale. Na ana hela na ana maisha. Anahitaji nini huyo mtu nafikiri? Anamhitaji Yesu. Ndio maana hatutaki kushindana na watu kwenye vitu. Ndio maana nikakwambia dunia inachohitaji ni zaidi ya ulivyo navyo, zaidi ya muonekano wako, zaidi ya vitu vyako, zaidi ya gari lako. Kuna kitu uweze kushindana na dunia kwa vitu. Lazima uonyeshe kitu ambacho kina nguvu kuliko alivyo navyo, ambaye ni Yesu Kristo.